Hello Tanzania. Leo nina mambo kama mawili hivi, lakini moja ni kuizungumzia kadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo nitahitaji umakini uwe pamoja na mimi mwanzo mpaka mwisho, lakini lingine utakalozungumzia ni swala la Bwana Lukuvi ambalo limeongelewa na watu wengi sana. Na lenyewe nitaliongelea, lakini sana kwenye nini kipo kwenye hii kadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tuende pamoja kwenye haya mawili tunayotaka kuzungumzia. Okay. Sasa tuanze. Okay. Kuna bwana mmoja anaitwa Bongozozo. Ni mzungu yule bwana. Amewahi kuwa hapa akifanya vitu vingi sana kuitangaza nchi yetu ya Tanzania sehemu tofauti tofauti duniani. Huyu bwana kipindi cha mizozo inaendelea mpaka matukio ya Oktoba ya kuwaua Watanzania yaliyofanyika, alitoa wazo kuhusiana na masuala ya hatifungani mbalimbali. Akazungumzia masuala ya kuwekeza kwenye Bitcoin, kuwekeza kwenye hizi cryptocurrency na vitu vingine kama hivyo ambavyo kama serikali ingekuwa na masikio ingeweza kuwasaidia vijana kwenye engo hiyo na wakafanikiwa. Hiki kitu mimi nimeanza kufanya mambo ya cryptocurrency muda kidogo, kwa hiyo ninafahamu ni vipi zinafanya na ni vipi zinaweza zikawasaidia vijana wengi wa Kitanzania kutoka kwenye ndoto za kulilia ajira na kulichangia taifa kwa sehemu kubwa sana. Sasa juzi wakati amefariki huyu bwana waziri huyu aliyefariki pale msibani kwa Lukuvi alikuwepo Paramagamba Kabudi. Wakati Kabudi yuko pale anahojiwa na waandishi wa habari, alizungumza mengi mazuri ambayo Lukuvi amekuwa akitenda, lakini akasisitiza kwamba Lukuvi amekuwa mwema sana akiwaelekeza namna ya kutafuta kipato halali, na akaelekeza jinsi Lukuvi alivyokuwa akiwafundisha kujipatia fedha kupitia hatifungani, kuwekeza kwenye hivyo, yani kwa ajili ya kukuza uchumi wao. Kwa hivyo Lukuvi alikuwa mwema kwa wabunge wenzake kuwaelekeza vitu kama hivyo. Lakini naombeni niwaambie kitu wa Tanzania. Huko alikozungumzia kwamba Lukuvi alikuwa akiwaelekeza wabunge wenzake, right, kama hii elimu ambayo walipeana wao kwa wao angeiongea mtu kama Lukuvi kwa kuwaelewesha mamia ya Watanzania ambao wana mamilioni 30, milioni 40, milioni 50, milioni 100 kwenye akaunti, na wakati mwingine watu hawana maarifa wazifanyie nini. Kuna mtu analima anavuna milioni 20, milioni 30, lakini zinaishia kwenye kuongeza mke, kwenye kufanya vitu vya kawaida vijijini. Light kama hii elimu wanayoijua inawasaidia kutajirika, wangeingiza kama elimu kwenye vichwa vya watu kwanza, benki zetu zingepata wawekezaji wengi, wadogo kwa wakubwa. Na hata kwenye hizi crypto Bitcoin bado kuna miamala mingi ambayo watu wangekuwa wanatoa kuweka pale, kuna kodi nyingi za serikali zingekuwa zimeongezeka. Lakini walivyokuwa wabinafsi wamefundishana wao kwa wao, hii kitu kumbe wanaijua na wanaifanya kimya kimya wao kwa wao, wanatajirika wao kwa wao. Sasa sijawahi kuelewa kwamba viongozi wa Tanzania huwa wanawaza nini, kwamba kila kizuri ambacho kinaweza kikaleta tija na maendeleo kwa watu wanaamini kuwa ni cha kwao na si cha Watanzania wengine. Kuna kelele nyingi ambazo viongozi mnazitengeneza ambazo zingemalizwa na uwekezaji mdogo sana huko chini. Vijana wangekopeshwa kufanya uwekezaji kwenye hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo binafsi nimeviona jinsi vinavyoingiza hela, jinsi vinavyosaidia. Maana toka 2022 mwishoni mimi nimejiunga in cryptocurrency mpaka leo ninaiona faida ninayoipata kwenye cryptocurrency. Hiki kitu wakikiongea watu wa kawaida wa Tanzania wengi wanaweza wasikiamini, wanaweza wasikielewe. Lakini wakikiongea watu kama akina Lukuvi kwamba hiki kinaweza kikawasaidia, inakuwa ni utatuzi wa umaskini kupitia mitaji ya Watanzania wenyewe, au ikiwezekana kutengeneza mazingira ya kuweza kuwakopesha vijana wawekeze huko na waanze kulipa. Kwa mfano, hivi leo unaamua kumchukua kijana kwa sababu hii kitu kinawezekana kwa wanavyuo wanakopeshwa
lakini kuna wengine hawafiki huko vyuoni, ila kama wangefika mngewakopesha. Sasa mnaweza mkakopesha watu, let's say mmemkopesha mtu milioni 16, labda ameweka in cryptocurrency, akawa na uhakika wa kupata labda kiasi cha milioni 1 kwa mwezi au 900,000 kwa mwezi. Huyu kijana ukamwekea mkataba wa kuwa anaingizia serikali kutoka kwenye hicho anachokipata walau 200,000 tu kila mwezi maisha yake yote. Tafsiri yake ni kwamba huyu kijana hataishi maisha yote duniani. Atafika sehemu atafariki, ile akaunti atamwachia mwenzake. Lakini pia unamuelimisha kwamba kama utakuwa unapata 900,000 labda kwa mwezi, basi 200,000 utakuwa unaingiza serikalini maisha yako yote. Kumbuka serikali utakula mara 2. Huyu wakati ana draw hizi fedha kutoka kule, kuna makato atayakatwa pale ya TRA na vitu kama hivyo. Yanapatikana makato pale ambayo yanakwenda serikalini. Lakini kutakuwa kuna 200,000 atakayokuwa anatakiwa kuirejesha kwenye akaunti ya serikali maisha yake yote. Wakati huo huo mtamwekea mkakati wa kwamba 200,000 nyingine atakuwa analistake kuongeza mtaji kwenye ile akaunti, alafu atabaki na 500,000 ambayo ataidraw kwa ajili ya maisha yake ya kawaida, ambayo inakuwa ni kama mshahara pasi na kufanya kazi, lakini nyuma ya pazia kuna kazi anakuwa anaifanyia serikali. Hiki ni kitu naongea ambacho ninakijua na ninakifanya. Umeona? Hii 500,000 atakuwa anakula, 200,000 itakwenda serikalini, lakini wakati hii 500,000 anaidraw na hii 200,000 ya kupeleka serikalini anaidraw, kuna miamala pale inakatwa ambayo ni kodi ya serikali. Kwa hiyo kutakuwa kumepatikana kitu kingine cha kuongeza kodi. Hizi 200,000 wanazokuwa wanarudisha vijana watakaokuwa tumewakopesha zitakuwa zinasaidia vijana wengine. Kwa hiyo utakuwa unajikuta kupitia kwenye cryptocurrency peke yake labda tuna vijana 100,000, vijana 200,000 ambao wamekopeshwa na serikali, ambao wanafanya marejesho maisha yao yote. Yaani ni marejesho yasiyokuwa na kikomo, lakini ya hela kidogo 200,000. Ila huyu kijana kwa sababu atakuwa anaendelea kulistake kuongeza mtaji 200,000, yeye mtaji wake utaendelea kukua na kipato chake in cryptocurrency kitaendelea kuwa kikubwa zaidi mpaka kufikia hata milioni 100, milioni 20. Kwa hata kama yeye ataanza kufikia hatua ya kuwa anapata milioni 5 kwa mwezi kutokana na zile 200,000 alizokuwa akilistake taratibu, hiyo haitawahusu serikali. Serikali wewe utaendelea kuchukua 200,000 yako tu, licha ya kwamba wewe atakuwa amekuwa amefika wapi, itakuwa hivyo. Kwa sababu serikali ipo mpaka dunia inaisha, lakini binadamu hayupo mpaka dunia inaisha. Lakini huu mkataba utakuwa huyu mtu atatakiwa kutoa hizi 200,000 mpaka dunia inaisha, ambapo yeye atakuwa analisisha ile akaunti watoto kwa watoto wake, kwa wajukuu zake, itakuwa inaenda hivyo. Kwa serikali itaendelea kupata faida. Ni vitu ambavyo Bongozozo waliviongelea kwa juujuu, lakini mimi nimeviongelea kwa ninavyovitambua na nimeanza kufanya toka 2022. Umeona? Kwa hiyo hilo ni jambo moja. Sasa kitu kingine ambacho nataka niwashauri vijana wa Kitanzania, kuna wokovu wa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtume wako. Umeelewa? Ambao hawa wote ni watakuonesha njia iendayo uzimani, kwenda peponi, kwenda mbinguni. Ni lugha tofauti tofauti, lakini ninahisi safari ni moja, lakini nitaziongea hivyo kwa hivyo. Huo ni uokovu wa kwanza wa kiungu ambao kijana wa Kitanzania unapaswa kuwa nao. Lakini naomba nikwambie kitu, uko wokovu mwingine wa fikra. Huwezi ukawa na fikra tunduizi pasi na kuwa na sehemu ya ibada inayozijenga hizo fikra tunduizi. Ukiwa na fikra za kwenda mbinguni utakuwa na kanisa bora. Ukiwa na fikra za kwenda peponi pia utakuwa na msikiti ulio bora na shekhe aliyekuwa bora ambaye atakusaidia kwenye safari yako ya kuelekea ufalme wa Mungu. Sijui tunaelewana? Lakini ukitaka kuwa na fikra tunduizi zisizokuwa na unafiki kwa itikadi ya chama ambazo zitakuongoza katika kutosema uongo, ni kuwa na kadi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa kijana yoyote anayejitambua, hata kama upo CCM, unajitetea CCM kwa sababu ya ugari na vitu vingine kama hivyo, kuwa na hii kadi ya Chadema tu, kuwa nayo tu. Ni itikadi ambayo itakufanya usiwe mnafiki, usiwe mwongo. Kwenye amri 10 za Mungu kwa sisi wa Kristo,
usiseme uongo imewekwa pale. So ni bora uwe mlevi wa mapombe kuliko kuwa msema uongo, kwa sababu utakuwa umevunja amri 10 za Mungu. CCM huku tumekuwa tukiona uongo ukisemwa sana makusudi. Kinachowafanya Chadema leo wanafungwa na kuteswa ni kwa sababu ya ukweli. Ukiwa na kadi ya Chadema, vijana wote wa Tanzania tukasema tuwe na kadi ya Chadema, tutakuwa tumejiingiza kwenye kundi la wasema ukweli wa taifa. Hiyo nayo itakuwa ni una wokovu wa kiroho na una wokovu wa kiitikadi. Wewe ni mkweli na utauishi ukweli kwa sababu umekamilika kiroho na kiitikadi. Kwa hivyo kilichoko ndani ya kadi ya Chadema ni tuseme ni nafsi ya ukweli itakayokufanya uishi. Kwa hiyo ni vyema kila mmoja akaweza kuwa nayo na uwe nayo kwa imani ya kwamba ili uwe nayo na uwe na itikadi ya ukweli unatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo. Maana yake utakuwa na ulipende taifa lako kwa vitendo. Uzipende rasilimali ulizopewa na Mungu kwa vitendo kwenye taifa lako. Hapo ndipo utaweza kusema kwamba leo nina kadi ya Chadema kwa sababu nina 1, 2, 3, 4, 5. Yaani kule kuipenda nchi yako, kuipenda ardhi yako, kupenda rasilimali ambazo zimewekwa ndani ya nchi yako na vitu kama hivyo. La mwisho kabisa kwa kumalizia niwaambie tu viongozi ambao bado mnasalia kuwa hai kama mimi nilivyo hai sasa hivi kwamba jeneza haliendeshwi kwa matairi. Ni msemo wa kawaida huu nimeuongea, lakini una maana kubwa. Binadamu huwa hatufi, tunaacha mwili. Nishawaambia Mungu aliumba ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho. Kule kwenye ulimwengu wa roho kuna mengi, na binadamu iko namna ya kumfanya aishi baada ya kufa. Kuishi baada ya kufa ni sawa na hivi. Leo nikimtaja Nyerere nimemfanya aishi tena. Kwa hiyo kumtaja marehemu ni kumfanya aishi tena. Sasa unatajwa kwa mazuri yatakayokufanya uendelee kuwa na neema huko uliko, au unatajwa kwa mabaya yatakayofanya uendelee kukandamizwa huko uliko. Kwa sababu kitendo cha kumchukia mtu kinamfanya Mungu amuone. Sasa atamuona kwa kuwa mema au atamuona kwa mabaya, itakuwa hivyo. Lakini pia kumpenda mtu kunamfanya Mungu amuone, amtazame kwa jicho jingine. Leo unakufa, una mangapi umekufa nayo? Wangapi wanasema mabaya? Sitamani kuona taifa likiendelea kuwa na furaha baada ya kifo cha mmoja kati ya Watanzania. Lakini nashindwa kuizuia hii kwenye mioyo ya watu kwa sababu ninyi wachache kati ya maelfu na mamilioni ya Watanzania ambao mnaitwa kwa jina la kiongozi, mmekuwa mkitengeneza mazingira mabaya atakaowafanyia majina mabovu siku ya vifo vyenu. Nyie hamuumii kwa sababu mnaamini mtakuwa mmeshakufa tayari, lakini familia zenu zinazosoma comment mitandaoni baada ya nyie kuwa mmekufa ndizo zitakazo waumiza mara 7 ule uzao na familia zenu mlizoziacha. Kwa hiyo jifunzeni kuishi huwezi ukawapendeza wote, lakini kuna namna ambavyo unaweza ukafanya ukaonekana kwamba naam, huyu alifanya. Umeona? Ukatili, ukandamizaji, uroho wa kuwa na mapesa ya peke yako, kujilimbikizia mali ambazo hata watoto wako watakufa na kuziacha, haina maana kwenye ulimwengu. Niwashukuru Watanzania wote, tuendelee kusubscribe Mkobe TV. Mungu awabariki, tuendelee kujifunza. Kwenye comment naomba michango yenu mingi pale nilipokosea, na wale ambao wapo kwa ajili ya kutukana kila wanachokiona mnakaribishwa kuendelea kucomment matusi yenu hapo. Mungu awabariki Watanzania wote, muipende Tanzania, ipendeni Chadema. Ndio chama pekee cha ukombozi kwenye taifa hili. Mungu awabariki.